Asubuhi ya kwanza ndani ya nyumba, Lina aliamka mapema kuwaandalia Tariq, Mika na Noah kifungua kinywa. Bado alikuwa amevaa nguo yake nyeupe ya maombolezo, kichwa chake kipara kimefunikwa na kitambaa cheupe rahisi. Aliponyoosha mkono kuchukua gunia la mchele store, mkono ukanyakua mwiko kutoka kwake. Mama Zawadi alisimama pale, uso wake mgumu kama jiwe. Acha huo mchele Lina. Kuanzia leo mimi ndiye nitakayepika katika nyumba hii. Lina alimtazama mama mkwe wake kwa mshangao. Mama, kwa nini? Nimekuwa nikipikia mume wangu na watoto wangu kwa miaka 10. Najua wanachopenda. Mama Zawadi alisogea karibu, macho yake yakipungua kwa hasira. Na mume wako yuko wapi leo? Yuko kaburini. Siwezi kuruhusu uwalishe wajukuu wangu kitu kile kile ulichompa mwanangu. Moyo wangu unaniambia ukweli, hata kama madaktari wamelipwa kusema ni ajali. Baridi ilipita mwilini mwa Lina. Mama, unasema nimemtilia sumu Kamau? Uliona ripoti, ilikuwa breki zimeharibika. Nenda ukakae sebuleni usubiri chakula chako kama mgeni, Mama Zawadi alisema akigeuka kuwasha jiko. Mwanamke mwenye damu mikononi mwake hagusi chakula cha wasio na hatia. Lina aliingia sebuleni, moyo ukimdunda. Alimuona Baraka amekaa kwenye kiti alichopenda Kamau. Alikuwa akichezea funguo mkononi, funguo za gari kubwa na lile dogo la familia. Ndugu Baraka, tafadhali, Lina alisema kwa sauti ya kutetemeka. Nahitaji funguo, lazima niwapeleke watoto shule. Wamekosa masomo mengi kwa sababu ya mazishi. Baraka hakumtazama hata. Magari hayaendi, ni sehemu ya mali ya kaka yangu marehemu. Mwanamke anayeshukiwa mambo kama hayo anatakiwa akae ndani ili watu wasione aibu yake. Lakini watoto wana mitihani, Lina alipaza sauti. Huwezi kuwaadhibu kwa mambo unayoyawaza tu. Baraka alisimama polepole, akimzidi urefu. Ukivuka hilo geti, nitapiga kelele estate nzima ijue ulichomfanyia kaka yangu. Leta pia funguo za akiba, la sivyo nitatoa mizigo yako nje kabla jua halijazama. Wewe ni mgeni hapa sasa, Lina, kumbuka hilo. Wakati Lina akidhalilishwa sebuleni, Dante alikuwa chumbani kwa watoto. Alikaa kwenye kitanda cha Tariq kwa miaka 8, sauti yake ya upole lakini macho yake makali. Tariq, mwambie mjomba ukweli, Dante alisema akiinama. Asubuhi baba yako alipoondoka, mama yako alimpa kinywaji maalum. Uliona akiweka kitu kwenye kikombe chake? Tariq alimtazama dada yake Mika, ambaye tayari alianza kulia. Hapana mjomba, tulikula mkate na chai pamoja. Mama alilia baba alipoondoka kwa sababu hakutaka aende. Dante alisimama akitoa pumzi ya kina, akiwatazama kwa huruma ya kujifanya. Ninyi ni wadogo kujua hirizi anazotumia mama yenu. Msijali, mimi na bibi yenu tupo hapa kuwalinda dhidi yake. Ni mwanamke hatari. Noah wa miaka 6 aliingia kwenye mikono ya Tariq akilia kimya. Hawakuelewa kwa nini wajomba wao waliowapenda sasa wanamzungumzia mama yao kama mnyama. Usiku huo, Lina hakupata usingizi. Alitoka chumbani kwenda kuchukua maji, lakini akasimama aliposikia sauti sebuleni. Taa zilikuwa hafifu. Baraka, Dante na Mama Zawadi walikuwa wamekaa mviringo wakinong'ona. Nyumba hii ina thamani ya angalau milioni 300, Baraka alinong'ona. Tukiuza magari na thamani, tugawane pesa. Nahitaji kumaliza nyumba yangu kijijini. Tusiuze nyumba bado, Dante alipinga. Nataka mwanangu wa kwanza ahamie chumba cha wageni mwezi ujao. Ana kazi mpya mjini. Akae hapa bure. Mama Zawadi alitikisa kichwa kwa uthabiti. Kilicho muhimu ni kumchosha Lina. Tukifanya maisha yake yawe magumu, atarudi kwa baba yake. Ndipo tutabadilisha kufuli na kuchukua watoto. Wao ni damu yetu. Yeye ni mwanamke tu tuliyemuoa. Lina alijiegemeza ukutani kwenye korido yenye giza, akishika kifua. Walikuwa wakizungumzia maisha yake kana kwamba tayari amekufa. Kamau, alinong'ona gizani. Unaona watu wako? Wanataka kutufanya tusio na makazi. Siku iliyofuata, Lina aliweza kupata tablet ya zamani ya watoto. Aliitumia kumpigia mama yake kijijini. Lina mwanangu, tafadhali rudi nyumbani, mama yake alilia kupitia skrini.
Chukua unachoweza, rudi na watoto. Watu hawa watakuua. Unamkumbuka Adila? Alipigana na wakwe zake wiki 2 tu baada ya mume wake kufa. Walimkuta amekufa usingizini. Hakuna anayejua walichomfanyia. Siondoki mama, Lina alisema kwa sauti ngumu. Nikiondoka wanashinda. Kamau alifanya kazi sana kwa ajili ya watoto wake. Siwezi waishie kwenye kibanda kijijini wakati ndugu zake wanakula jasho lake. Nitapigania haki ya watoto wangu. Kwa nini Lina? Mama yake alilia. Huna pesa, huna gari, hata simu huna. Nina ukweli, Lina alisema, ingawa moyo wake ulikuwa unavunjika. Na nina sheria. Mahali fulani lazima pawe na njia ya kutoka. Lakini alipokata simu, alisikia mlango wa mbele ukifungwa kutoka nje. Baraka alikuwa amechukua funguo za nyumba. Rasmi, sasa alikuwa mfungwa.